Ni kweli. Lakini kuna kitu kidogo ambacho mwenyewe nimejifunza, ingawaje sijajifunza zaidi, ila natamani tushare idea fulani ambayo nimeipata. Ni kitu ambacho huenda tunakisikia, na kwa sababu sasa hivi dunia sasa sayansi na teknolojia, na sisi ni wasomi, hiki kitu tukikijua kitatusaidia katika ibada zetu, katika maisha yetu ya kila siku, lakini katika maisha yetu ya huko kazini tunakoelekea. Wengi tushasikia neno itifaki, si ndio? Kuna watu wanatengeneza makampuni kwa hili tu neno itifaki. Mtu anatengeneza hela kubwa, anaingiziwa hela ya kutosha. Sasa nikajaribu kuchunguza kidogo hili neno lina maana gani. Basi na mimi nitashare na nyinyi kwa huu uchache nilioupata. Kabla tujaendelea, basi tuombe. Amani kuwa pamoja nasi, kupatia hekima ya kimbingu katika kujifunza na kuelewa maandiko yako matakatifu. Zaidi ya yote, tunatamani kuishi mapenzi yako. Katongoze sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo, amen. Hivyo ukisikia itifaki unawaza nini? Mimi uzuri wote na mfahamu, tutakuwa tunataja vitu. Tunajifunza mwezi Frank Michael John Electrical mwaka wa 4 karibu. Mimi nikisikia itifaki izingatiwe, nikisikia itifaki, ninachoelewa mimi ni step. Kabla unapokuwa unafanya jambo fulani usiruke step. Kwa mfano nimekuja hapa na watambulisha ni watu hapa. Ninaanzia level fulani. Kama nitaanzia union, nashuka hadi tawi. Kama nitaamua kuanzia tawi, ndio mbele. Amen. Dada unyoshe tu kabla Flora. Bwana ni mwema wakati wote. Itifaki kwa mujibu wa mimi ninavyoelewa ni utaratibu rasmi ambao unafuatwa kwa sehemu mbalimbali ya kusanyiko ya watu, hasa kwenye mikutano ya kisiasa au sherehe au masuala yoyote ya kidiplomasia. Kwa kanuni na taratibu zinaweza zikawa au hazijaandikwa, ambavyo zinaongoza jinsi tunavyojiendesha katika kuvaa, kuongea na kuheshimiana katika mazingira tofauti ya maisha, iwe nyumbani, kazini, shuleni, hata kanisani. Sasa kwa nini kunakuwa na hizi itifaki? Nasema kwamba kwa ajili ya kuonyesha heshima kwa wengine, kujenga taswira nzuri za kitaaluma, kuepusha migogoro ya kitamaduni, lakini pia huongeza ujasiri wa kijamii. Kuna aina mbalimbali za itifaki. Kuna zipo za serikali ambazo zinatumika katika shughuli za kitaifa na kimataifa. Mfano, namna ya kuwapokea viongozi kama wamekuja wa kitaifa au wa serikali. Tukisikia hapa mostly labda amekuja waziri mkuu, kuna zile taratibu ambazo zinatumika. Lakini pia kuendesha sherehe za kitaifa, labda leo tunaazimisha 8/8, ndio kuna zile hivyo. Lakini pia kuna kuamua wimbo ambao utapigwa, kama labda ni ya kitaifa tutasema labda Tanzania, kama ya kimataifa wimbo wa Afrika Mashariki. Wangapi tunafahamu? Wao ndio wanavyo. Kwa nini sasa inatumika hivi? Lazima kudumisha heshima ya taifa na kuonyesha nidhamu ya uongozi. Itifaki nyingine ni ya kidini, ambapo sasa hii hutumika katika sherehe na ibada za kidini. Nadhani hii hapa kila mtu anajua. Mfano kama tunavyoongoza ibada zetu hapa, tunajua saa 2 kamili tunaanza darasa la walimu, saa 3 kamili tunaanza shule Sabato kwa kujifunza nyimbo za vitabuni, saa 3 na dakika 15 hizo taratibu sasa. Lakini anasema utaratibu wa kuendesha ibada, mavazi ya heshima na namna ya kushiriki katika sherehe za kiroho. Kwa nini kunakuwa na hizi itifaki za kidini? Kwa ajili ya kudumisha heshima na mshikamano kiimani. Kuna itifaki nyingine ya kitaaluma. Hii hapa inahusu
nidhamu na taratibu kazini au katika taasisi, na hii pia inatuhusu kwa sababu sisi ni wanafunzi. Utaratibu wa kuendesha mikutano ya kikazi, tunatamani kila mtu mara tu baada ya kuhitimu tunatarajia kuwa wafanyakazi. Kwa hiyo kuna taratibu zake katika kuendesha vikao, lakini pia namna ya kuwasilisha hoja. Mpo kwenye kikao, labda wewe ni mmoja wa wajumbe au wewe ni mwenyekiti, ni namna gani ambavyo unapaswa kuendesha kikao. Haya ni mambo ambayo au hizi ni taratibu ambazo kila mmoja wetu anapaswa kuzifahamu. Lakini pia kwa nini sasa inakuwa hivyo? Kwa ajili ya kujenga taswira chanya ya taasisi na kuimarisha uwajibikaji. Kuna itifaki nyingine ya kijamii ambayo sasa hii inatumika kwenye maisha ya kila siku kwenye jamii yetu. Utaratibu wa kuwasiliana, heshima, mavazi sahihi kwenye sherehe, namna ya kuwakaribisha wageni. Hii inatusaidia kudumisha maelewano na mshikamano wa kijamii. Sasa tumeona kuna aina tofauti tofauti. Sasa hatutaenda kwenye aina hizo tofauti tofauti, lakini tutaenda kwa ujumla katika maeneo machache ambayo tumefanikiwa kujifunza kwa. Eneo la kwanza ni itifaki kwenye utambulisho, na naamini wengi huenda kuna vitu ambavyo hata mimi nilikuwa sivifahamu, lakini tutaenda kujifunza wote. Kuna vitu ambavyo kwa mfano tunapokuwa hata kwenye ibada zetu, kuna viongozi sawa wametufikia leo wa union, wa jimbo, wa kanda, wa tawi, namna ambavyo utambulisho unapaswa kuwa, au wewe ni mwenyekiti wa ibada, utambulisho unapaswa kuwa, au wewe tuseme tuna kama Jumapili tulikuwa na maafa tusindio, wewe ndio mzee wa kanisa au mwenyekiti wa tukasa, unapaswa kuwatambulisha watu wote ambao wako pale. Ni vitu gani ambavyo vinapaswa kuzingatiwa? Kitu cha kwanza, unapaswa kuanza na salamu kulingana na sehemu na wakati uliopo. Kwa mfano tuko kanisani hapa, tutasema Bwana Yesu asifiwe, sio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Kama tuko kwenye sehemu ambazo labda ni kwenye sherehe, kuna sehemu utatumia labda tumsifu Yesu Kristo, Waislamu utasemaje? Kuna habari za asubuhi, habari za jioni. Kwa hiyo sasa hiyo lazima uanze na salamu, lakini pia mara tu baada ya salamu unapaswa kutaja majina yako kamili na kutoa taarifa sahihi. Hapa nitamtolea mfano Frank Njoo. Amen. Basi wewe utatupea mfano kujitambulisha, na kisha unataja na taarifa zako muhimu. Utataja cheo, unafanya nini, unatoka wapi, uhusiano wako na tukio ambalo linaendelea hapo. Basi kama wewe ndio unajitambulisha, karibu. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Frank Marco John, natokea Buseresere Katoro. Na kama mnavyoniona bado ni kijana ambaye bado sijaoa. Kwa hiyo siku chache huenda lolote linaweza likatokea. Ninampenda Yesu. Nachukua wasaa huu kuwakaribisha wote katika tukio lililo mbele yetu. Unasemaje? Ulikuwa nyema jadi mngepanga 95. Aje basi na mdada mmoja. Ndio betika nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa jina ninaitwa Yokebet
Chiba Tabu, ni mwanafunzi wa uhandisi ujenzi mwaka wa 4 na natokea Simiyu Unagosema. Sijaolewa. Na jambo lingine, sijaolewa na sina mahusiano. Na napenda kuwakaribisha katika tukio hili lililoko mbele yetu. Tubarikiwe sote. Nampa maksi ngapi? Sasa yaani ukijitambulisha hivyo napunguza maswali, si ndio? Nadhani mfano labda kama hapa tayari alishasema labda yeye ni mhandisi, alafu kuna mtu kwenye miongoni hapa waliohudhuria hapa wanatafuta mhandisi stari, kuna fursa, lakini pia inapunguza maswali mengine. Kwa mfano labda unajitambulisha, mimi ni mke wa mtu, sitaki utaomba namba, naamini unaelewa. Lakini pia unapokuwa ukiwa unataja au kujitambulisha, unapaswa watazame watu machoni, sio kwa jina naitwa Jacob Kitabu, hapana, unaifesi nini hivyo. Lakini hakisha unakuwa unatabasamu, si ndio? Sio kama Frank alivyokuwa anafanya, na naamini akija tena hapa atakuwa anatabasamu. Lakini pia kama kuna lazima, kwa mfano labda unajitambulisha tu kwa mtu umekutana naye, au wewe ndio mwenyeji unaenda kupokea wageni, kama kuna lazima kupeana mikono. Sasa hivi hapa Frank njoo. Kwanza unapaswa kama mtu unasalimiana na kupeana mikono, unapaswa unaangaliana usoni vizuri, huku unatabasamu. Hiki anachokifanya Frank ni wengi tunakifanya hivyo, lakini haipaswi kuwa hivyo. Mkono unaposhikana na mtu mikono, unapaswa iwe sekunde 2 mpaka 3, sio? Lakini pia yaani usimbinye mtu sana. Kuna watu hata kwenye kusalimiana pale chokoga, haiko hivyo. Kwa hiyo ni salama kisha umbini mtu mkono, wala yaani hauoneshi kupapasa, si ndio? Kwa sababu hapa ni kwa ajili ya salamu, si ndio? Sasa ukianza kupapasa afu yuko singo, jamani, hapana. Unatakiwa tu sekunde 2 kwa ajili ya salamu, lakini pia kisha usimkaze mkono. Yaani kuna watu jamani, usimkaze mkono. Lakini pia asante. Anasema kwa sababu ukifanya hivyo usababisha mtu kutoa ule umakini wa kile kitu ambacho unakifanya na kuanza kufikiria vitu vingine. Kama ni vijana wanaanza kufikiria vitu vingine ambavyo vinaweza vikaamsha hisia za mwili. Lakini pia unaposalimiana naye usimsogelee kiasi kwamba mtu anakuwa hayuko huru. Hakikisha unaweka distance. Yaani unaongea na mtu ndio mara ya kwanza umemsogelea kiasi kwamba yaani hadi kuuliza nini tena hiki. Lakini pia usimuulize yale maswali ya kwake binafsi, labda kama watu wanasema umri na yeye ni siri. Kwa hiyo sasa yale maswali ambayo yanafanya hivyo. Lakini pia